kusababisha maangamizi ya watu. Mambo hayo yote yameandikwa. Ulikuwa ni mtu wenye kiburi, ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa hujali habari za Mungu, ni mtu ambaye ulikuwa umejiachia katika anasa, basi mambo yote yameandikwa na malaika waaminifu, ni malaika wasiokosea. Na ndio maana inaitwa ni hukumu ya haki, ni hukumu ambayo haina makosa. Ni kwa sababu ya mambo yote uliyowahi kuyafanya, mambo yote ambayo mwanadamu amewahi kuyawaza, yote siku hiyo yataonyeshwa. Wewe uliyafanya ulikuwa peke yako, uliyafanya mkiwa wengi, yote yatadhihirika na utasimama wewe mmoja, sio kama kikundi, kwa ajili ya kujibu. Utakatifu wa mtu mwingine au juhudi za mtu mwingine kutafuta Mungu haziwezi zikasababisha wewe uweze kusalimika. Ni kila mtu atakiwa jisalimishe kwa Yesu Kristo. Lakini kila tendo la huruma, taabu, maumivu, matukano, aibu ambazo mtu alizipata kwa ajili ya jina la Kristo zinaandikwa na siku hiyo zitatolewa. Lakini Mhubiri 12 fungu la 14 kuna kumbukumbu ya dhambi pia za watu, yaani ni matendo mema na mabaya yote yameandikwa na yataletwa hukumuni. Unaposoma pia kitabu cha Mathayo 12 fungu la 37, kwa maneno yako pia utahukumiwa. Maneno uliyokuwa unatamka, uliwahi labda kutukana watu, uliwahi kubariki watu, maneno hayo utahukumiwa nayo, kwa ajili ya wema au kwa ajili ya uovu, kwa ajili ya adhabu au kwa ajili ya thawabu nzuri ambayo Kristo ameiandaa kwa watu wake. Lakini mbele ya kila jina huandikwa kila tendo baya, kila tendo jema, tendo la ubinafsi, kazi ambayo haikutekelezwa. Kristo amesema, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wake. Hilo ni agizo ambalo Kristo ametupatia, lakini cha ajabu wengi hatulitekelezi. Hilo nalo tutalitolea hesabu katika hiyo siku ya mwisho. Lakini dhambi za siri, lakini udanganyifu wowote uliowahi kuyafanya, maneno au makaripio uliowahi kuyadharau yaliyotumwa na mbingu, lakini pia amri za Mungu ndio kipimo na mtu ambaye ataonekana akiwa amefaa atakuwa na sehemu katika ule ufufuo wa kwanza. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 20 fungu la 6, wale ambao watafufuliwa mara ya kwanza wakati Kristo akiwa anakuja mara ya pili hapa duniani, ni wale ambao sasa watakuwa na hakika ya uzima wa milele. Ni kwamba majina yao ambao yataonekana yakiwa hayana hila, yakiwa hayana deni yanayodaiwa. Kwa maana gani? Ameshafunikwa na haki ya Kristo. Ni kwamba dhambi baada ya kutenda dhambi ilipaswa afe, ndio sheria hivyo kwenda dai, lakini Kristo akaja kufa badala yetu, na anachokihitaji kwetu ni sisi tuidai hiyo haki ya yeye kuweza kuishinda mauti, kuishinda dhambi. Sasa tuivae sisi, lakini wale tu ambao walidai haki hiyo na Kristo akawa amewapa, ndio hao watakaopata sehemu katika ile ufufuo wa kwanza, na watakuwa salama kabisa, na Kristo anapokuja atawachukua na watapata uzima wa milele. Lakini wale watakaosubiri ule ufufuo wa pili, hali itakuwa ni mbaya kwao, na watakufa hakika pamoja na yule mbuzi wa Azazeli, shetani mwenyewe. Lakini jina itakalobaki na dhambi itafutiliwa mbali. Ukisoma kitabu cha Kutoka 32 fungu la 33 utakutana na habari ya kisa. Ni kwamba Musa, wakati Mungu Musa Waisraeli walipokuwa walipomdai Mungu, Musa alimwambia kwamba Bwana, kama hutaenda na sisi basi sehemu hii hatuwezi. Sikiliza, hii sehemu ilikuwa ni Musa alikuwa ameenda kudai kwa Mungu kwamba awasamehe Waisraeli kwa sababu walikuwa wamekosea, walikuwa wamefanya uasi. Na akamwambia kwamba kama hutawasamehe Israeli basi na mimi nifute kwenye kitabu ulichoniandika, kitabu cha uzima. Mungu ndipo alipomjibu Musa akamwambia kwamba hapana, mimi nawaandika naoona wanafaa, lakini wale ambao naona hawafai nawafuta mimi. Kwa hiyo ndipo tunaporejea wale watu ambao mtu anaokoka au mtu anakuja kuombea maombi, anakuambia, unaanza kutamka unaombea kwamba Mungu nifute si kwenye kitabu cha hukumu, niandike si kwenye kitabu cha udhima. Huo ni uongo. Mungu anapokuona unafaa, Mungu anapokuona kwamba umefikia sasa kiwango ambacho katika kipimo chake yeye anaona nini sawa, yeye mwenyewe kwa kupenda yeye ndiye anayekuandika. Hatuingii kwenye hiki kitabu kwa maombi, hatuingii kwenye hiki kitabu kwa kumshawishi Mungu. Tunaingia kwenye hiki kitabu pale Mungu anapotuona sisi tunafaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usoma kitabu cha Ezekiel 18 pia fungu la 24 ni kwamba majina ya watu ambao wanaonekana sasa hawafai
yatafutwa, na jina ambalo litafutwa kwenye kile kitabu cha uzima halitakanyaga mbinguni, halitashinda dhambi. Unaposoma pia kitabu cha Isaya 43 fungu la 25, Ufunuo 3 fungu la 5, ni kwamba wale wanaotubu dhambi kwa kweli na kwa imani wakidai damu ya Kristo yenye kutakasa watapata msamaha. Lakini unaposoma kitabu cha Ibrania 9:28, Kristo naye atakuja kulibariki kutana. Tumekwisha kuona ni kwamba baada ya dhambi, watu ambao dhambi zao sasa hazionekani kwenye majina yao, wanaonekana watu ambao wako safi. Sasa Kristo anapokuja, anakuja kuwabariki, na katika hukumu yeye ndiye atakaye watetea. Sasa lakini pia siku hiyo itachunguzwa tumetumiaje uwezo wetu tuliopewa mioyoni mwetu, tuliopewa mikononi mwetu, tuliopewa katika bongo zetu, lakini muda tuliopewa. Kalamu zitachunguzwa, lakini pia sauti, fedha, ushawishi na mambo mengine ambayo Mungu alikuwa ametupatia, tulitumiaje kwa ajili ya kuonesha upendo wetu kwa watu wengine, upendo wa Kristo kwa watu wengine. Pengine ulikuwa umepewa nafasi ya kuweza kusaidia wajane, sauti za yatima ambao walikuwa analia kwa sababu kuwasaidia, sauti za watu ambao walikuwa wamekosa nguo, sauti za watu ambao walikuwa wengine hata walikufa kwa sababu labda wewe ulipindisha hukumu. Lakini pengine pia ni watu ambao labda waliweza kufeli na takiwa wapate mafanikio fulani katika maisha yao, lakini kwa sababu yako wewe ukawa umewaangusha. Lakini ulifanya hujuma, ulipokea labda rushwa na ukazuia haki ya mtu fulani. Lakini pia tuseme kwamba kuna vitu ambavyo vilipasa kuna vitu ambavyo ilipasa au hukumu ifanyike kwa haki, lakini wewe ukawa umeingilia kati ukazuia kwa sababu ya labda undugu au kwa sababu ya fedha. Hayo mambo yote, sauti hizo, damu za watu hao zinamlilia Mungu. Siku hiyo zitakufuata hizo dhambi ulizokuwa umezitenda na kuwahujumu hao watu. Siku hiyo zitaulizwa mikononi mwako na utalazimika kuzitolea hesabu, kuzitolea hukumu. Lakini ni kwamba baada ya kuona sasa siku hiyo katika hukumu ni sehemu ambayo ina mazingira ya kutisha, ni siku ambayo mdhambi sasa atalazimika kusimama mbele ya Mungu pasipokuwa na mtetezi. Wale ambao walikuwa wamedai haki ya Kristo, walikuwa wamemwamini Kristo, wakajisalimisha kwake, sasa wanasimama mbele ya Mungu. Kristo naye anadai kwamba huyu ni wa kwangu, huyu ni wa kwangu, wakati sheria ikiwa inadai kwamba huyu alizini, sheria ikiwa inadai kwamba huyu alisema uongo, ikiwa inadai kwamba huyu aliwahi kutukana. Kristo anasimama pale na sheria haimdai yeye kwa sababu aliishinda. Sasa Kristo anaanza kututetea. Huyu ni mtu wangu, unasimama pembeni. Huyu ni mtu wangu, unasogezwa katika wokovu. Huyu ni mtu wangu, unasogezwa katika wokovu. Lakini wale waliokuwa wamemkataa Yesu Kristo, inapofika zamu yao, sheria inawadai kwamba waliikosea na hakuna mtu wa kuwatetea. Maajabu zaidi, yule aliyekuwa anawahimiza watende dhambi yuko pembeni na yeye mwenyewe anadaiwa. Hakuna mtetezi. Kristo atawakataa. Atakayenikana mbele ya wanadamu, na mimi nitamkana mbele ya Baba yangu katika ile hukumu. Wale waliokuwa wamemkataa, na Kristo naye atawakataa kwa sababu hawakutaka kuwa na uhusiano naye. Sasa siku ya hukumu hatakuwa na udhuru, hatakuwa na hiyo huruma. Pengine unaweza mkawa mnamuona Kristo kwamba ni namna fulani hivi, ni mwenye upendo na na ajali na ni mwenye huruma, lakini acha nikwambie, katika siku hiyo, kwa sababu alikuwa ametoa muda mrefu sana wa rehema kwa ajili ya watu kuweza kuingia, watu kuweza kumsogelea Mungu. Sasa muda huo ulitumiwa vibaya, muda huo tulitumia kwa ajili ya kukejeli, muda huo tulitumia kwa ajili ya kuwatukana watumishi wa Mungu, muda huo tulitumia kwa ajili ya kukosoa neno la Mungu. Sasa Kristo huyo unayemwona sasa hivi ni mwenye rehema na upendo hivyo, ni kwa sababu muda sasa utakuwa umefikia kikomo, muda sasa utakuwa umeisha. Hatakuwa tena na hiyo huruma, hatakuwa tena na udhuru kwa mtu mwenye dhambi. Utalazimika kufa na hiyo dhambi yako. Ni kusema nini? Kama kwenye ile hekalu la zamani, kwenye huduma ya kuondoa dhambi, wale ambao dhambi zao zilikuwa zinabaki ndani yao, hawajazitubia, hazijaondolewa kwao, walikuwa nakatiliwa mbali
nje kabisa na kusanyiko takatifu la watu wa Israeli. Walikuwa wanaondolewa kabisa katikati ya kusanyiko hili, walikuwa wanaondolewa katikati ya watu hawa wa Mungu, na walikuwa wanaenda kuangamia na dhambi zao, kama yule mbuzi wa Israeli alikuwa anaondoka. Sasa